Kurasa za kihistoria. Leo katika kurasa za kihistoria tutaangazia tukio ambalo lilifanyika miaka 140 iliyopita. Tukio ambalo linajulikana kama mkutano wa Berlin. Mkutano ambao ulichangia kwa kiasi kikubwa kutawaliwa kwa bara la Afrika na mabepari huko kutoka Ulaya. Mkutano huu ulianza Novemba 15 mwaka 1884 hadi mwezi Februari tarehe 26 mwaka 1885. Na lengo kuu la mkutano huo lilikuwa ni kuligawa bara la Afrika kama keki, huku mshika kisu akiwa kansela wa wakati huo nchini Ujerumani aliyejulikana kwa jina la Otto von Bismarck. Mkutano huu ulihusisha wawakilishi 14 kutoka nchi za Ulaya ambazo ni Ujerumani wakiwa wenyeji, Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza, Italy, Netherlands, Urusi, Uhispania, Sweden, Norway, Denmark na Austria-Hungary, huku Marekani pamoja na himaya ya Ottoman inayopatikana Uturuki ya sasa walikuwa kama wasikilizaji. Lakini jambo la kushangaza zaidi, hakuna hata kiongozi wa Afrika aliyealikwa, licha ya kwamba bara la Afrika ndilo lilikuwa likigawanwa na hao mabepari kutoka bara la Ulaya. Miezi mitatu pekee ilitosha kuligawa bara la Afrika, yani mwezi wa 11 mwaka 1884 hadi mwezi wa 12 mwaka 1885. Wakoloni baada ya kufika Afrika walihakikisha wanasambaratisha jamii walizozikuta zikiishi hapa Afrika ili kurahisisha utawala wao. Hadi kufikia miaka ya 1914, mwanzoni mwa vita ya kwanza ya dunia, 90% ya bara la Afrika lilikuwa chini ya utawala wa nchi 7 kutoka barani Ulaya. Na Waswahili walisema ya kwamba mwenye kisu kikali ndiye mla nyama. Basi msemo huu ulidhibitika katika mkutano huu, kwani Ujerumani alijipendelea zaidi na kuwa na makoloni mengi kuliko nchi nyingine kutoka barani Ulaya. Alichukua maeneo ambayo kwa sasa ni nchi za Namibia, Benin, Kameruni, Rwanda, Burundi, Tanzania, Togo mpaka baadhi ya maeneo yanayopatikana Guinea ya sasa. Ujio huu wa wakoloni barani Afrika ulisababisha njaa na hata vifo miongoni mwa jamii za Kiafrika. Mfano, mwaka 1904 hadi 1908 katika nchi ya Namibia kulishuhudiwa maelfu ya jamii ya Wanama na Waherero wakipoteza maisha kwa njaa kali na kiu iliyokuwa ikiwapata kutokana na kuwa chini ya majeshi ya Wajerumani. Madhara haya ya ukoloni yameendelea kujidhihirisha hata baada ya nchi zetu za Kiafrika kupata uhuru. Wakoloni waliwagawa watu katika makabila na kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Moja ya tukio la kusikitisha zaidi ni tukio la mwaka 1994 nchi jirani ya Rwanda, ambapo ilitokea vita kati ya Wahutu na Watusi, ambao Wahutu waliwaua ndugu zao Watusi kwa idadi isiyopungua mamia ya watu. Tukio hili lilijulikana kama Rwanda Genocide au mauaji ya halaiki nchini Rwanda. Baadhi ya nchi za Ulaya zimekuwa
zikiombwa zitoe fidia kwa makosa walioyafanya wakati wa utawala wao, lakini baadhi ya nchi hizo zimekuwa zinafanya hizo, ila baadaye zinaamua kusitisha. Mwaka 2021 Ujerumani waliwaomba samaha kwa kusababisha mauaji pale nchi ya Namibia, lakini makubaliano ya nchi hizi mbili yalionekana kulega baada ya Ujerumani kutangaza kusitisha kiasi cha dola 1.1 ya Kimarekani kwa miaka 30 ijayo. Tukio hili la mkutano wa Berlin linaweza likakufikirisha sana, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha Kurasa za Kihistoria. Lakini mkutano wa Berlin haukuja tu kichwani mwa watu, au haikuja tu pasipo sababu, bali chanzo cha mkutano huu kufanyika ni kutokana na migogoro miongoni mwa nchi za Ulaya zilizokuwa zikipambania makoloni kwa ajili ya kupata masoko ya bidhaa zao. Hii inatokana na mapinduzi ya viwanda yaliyotokea kule barani Ulaya, hasa awamu ya pili ya mwaka 1850, ambapo karibia nchi zote za Ulaya zilikuwa zimeshaendelea kiviwanda. Hivyo hakuna nchi iliyokuwa ikihitaji bidhaa kutoka kwa mwenzake, bali kila mtu alikuwa anahitaji kupata masoko. Kutokana na kuwepo kwa migogoro baina ya nchi hizi za Ulaya, hivyo waliona vyema ni bora wakaja Afrika kuweza kupata masoko. Lakini wangewezaje kugawana makoloni pasipo kukaa na kukubaliana? Ndipo kansela wa wakati huo nchini Ujerumani, Otto von Bismarck, akaamua kuitisha mkutano huo uliojulikana kama Berlin Conference kwa lengo la kuhakikisha ya kwamba nchi za Ulaya zinagawana makoloni pasipo migogoro. Lakini ujio wao pia kuja barani Afrika kutokana na biashara ya utumwa iliyokuwa ikiendelea, hivyo ilibidi wawe kipaumbele zaidi kuhakikisha biashara hii ya utumwa inaondolewa ili kuweza kupata masoko ya uhakika kwa ajili ya bidhaa zao. Mtazamaji na msikilizaji wa Michael Media, kipindi cha Kurasa za Kihistoria, nimekuletea leo kukufikirisha ya kwamba huenda Afrika hatuendelei kwa sababu za kihistoria, ambazo ni sababu mojawapo ni utawala wa wakoloni. Wakoloni walichangia kwa kiasi kikubwa Afrika sisi kutoendelea. Niliyekuletea makala hii ni mimi, Jesse Abbas Michael. Asante, hadi wakati mwingine. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook tunapatikana kwa jina la Michael Yosef TV. Instagram, TikTok pamoja na YouTube unaweza kuandika Michael Media 29, naweza kutupata.